lakini kuna madhara mengine ambayo tunasema ni side effect. Mtumiaji wa hivi vidonge anaweza kupata kichefuchefu na kutapika, lakini anaweza kupata maumivu makali ya kichwa, maumivu makali ya tumbo, lakini pia anaweza kupata kuharisha na tumbo kuuma. Haya ni madhara ambayo yanatokana na kutumia kidonge. Nadhani sababu kubwa ya kuongezeka utumiaji wa hichi kidonge cha P2 ni kutokana tu na ile uelewa. Sasa hivi tushapata uelewa kwamba nikitumia P2 naweza nikajikinga nisipate ujauzito. Na watumiaji wakubwa sana ukiwafuatilia ni mara nyingi wanakuwa wameshiriki tendo la ndoa, tunaita unprotected sexual intercourse, lakini wanakuwa hawaitaki ile mimba. Kwa wanatumia hicho kidonge kwa ajili ya kinga mimba. Changamoto kubwa au madhara makubwa ya P2 ya kwa muda mrefu ni mbadiliko wa hedhi. Anapotumia leo atapata yale madhara mengine ambayo nimekwisha kukuambia, kwa mfano kutapika, kusikia tumbo linauma, kichwa kuuma. Lakini kwa muda mrefu, ndani ya miezi 6, ndani ya mwaka, shida kubwa ambayo atakuja nayo hospitalini ni mbadiliko wa hedhi. Atakwambia mimi naingia mara 2 kwa mwezi, wengine mpaka mara 3 kwa mwezi. Na kwa kuwa anaingia mara nyingi kwa mwezi, huwa wanapelekea kupata upungufu wa damu. Kwa wengi wanakuja na upungufu wa damu kiasi cha kwamba wanahitaji mpaka kuongezewa damu. Kwa sababu anaingia zaidi ya mara 2 kwa mwezi. Kumekuwa kuna sintofahamu au uelewa mdogo. Wengi wanafikiri kwamba watu wakitumia P2 inaweza ikapelekea mtu asipate ujauzito au mimba ikaja kuharibika. Hayo ni madhara ambayo tunasema yapo mtaani au watu wanaamini kwamba yapo. Lakini hakuna hiyo changamoto ya P2 inaweza kusababisha ukawa tasa usishindwe kuzaa. Wala hakuna hayo madhara ya P2 ya kusababishia kwamba usiweze kupata ujauzito. Lakini madhara makubwa ambayo mtu anaweza kupata ni hiyo kuingia zaidi ya mara 2. Madhara ambayo mtu atayapata ikiwa na muendelezo, kwa mfano labda leo katumia P2, labda mwezi ujao pia ametumia tena P2. Matokeo yake sana kwa ni yapi? Sawa, matokeo kubwa sana ndio shida inayokuja inaitwa hormone imbalance. Hormone imbalance. Unakuwa unamaanisha nini? Kunakuwa hakuna uwiano mzuri wa hormone, hasa zile hormone za kike. Na hii shida inatokea endapo mtu akitumia P2 zaidi ya mara 3 mara 4. Anapata hii shida ya kutokuwa na balance ya hormone za kike. Sasa hormone zisipokuwa sawa, hizi hormone za kike zisipokuwa sawa, ndio hiyo inayopelekea mabadiliko ya mzunguko wa mtu. Kwa sababu hormone ndio zinasababisha mtu aingie kila mwezi mara moja. Tukiwa kuna utofauti au kutokuwa na mlinganyo sawa hizi hormone, ndio inapelekea hizo shida za mtu kuingia mwezi mara 2 au zaidi mara 3. Matokeo yake mengine au ndo hayo ndio matokeo makubwa ambayo mtu anaweza kuyapata. Je, kupata maumivu wakati wa hedhi kuna uhusiano wowote na kubleed kupita kiasi? Tunaweza kusema kuna huo uhusiano kwa sababu mtu anapopata maumivu makali kupita kiasi, maana yake kama nilivyokwisha kusema kwamba maumivu ndio yanapelekea damu kutoka. Kwa mtu anapopata maumivu makali kupita kiasi, pia hata ongezeko la damu kutoka linaongezeka. Kikawaida au huwa tunapima kiwango cha damu kwenye hedhi ya mtu kwa kutumia zile wanaziita pedi. Kwa kawaida mtu anabidi abadilishe pedi 3 mpaka 4 ambazo zinakuwa hazijaloa zote. Tunasema ni partially soaked. Labda ikitokea mtu hali yake ya uchumi ipo chini, labda zingatii matumizi ya pedi. Hii inakuwa imekaa vipi? Kuna namna nyingine ambayo anaweza akatumia? Ndio, kuna hizi ambazo zinatengenezwa kwa njia labda kutumia vitambaa
kwa ajili ya kujistiri. Wengine wanatumia vitambaa, anafua kitambaa chake anaanika, anatumia ambao hawana uwezo. Lakini pia usafi wake haupo 100%. Lakini kwa matumizi ya pedi huwa tunapima hicho kiwango kwamba akibadilisha pedi 3 mpaka 4 ambazo hazijaloa zote, tunasema hichi ni kiwango cha kawaida. Kama akibadilisha zaidi ya pedi 4 kwa siku ambazo zimeloa kupitiliza, tunasema hichi ni kiwango cha damu ambacho kimezidi. Kwa kawaida anapokuwa ameingia hedhi ni kwa siku ngapi? Maana wanatofautiana, wengine siku 5 au 6 na kadhalika. Ni kwa sababu gani na watofautiane? Sawa, swali zuri sana. Kikawaida msichana au mwanamke inabidi aingie kuanzia siku 3 mpaka siku 7. Zaidi ya hapo hiyo ni shida ya kwenye mfumo ya uzazi. Lakini pia kuna, kama nilivyokwisha kusema, kuna wengine wanaingia siku 3 anakuwa amemaliza kabisa. Mwingine siku 5 ndo anakuwa amemaliza. Lakini mwingine ni siku 7. Kwa zinatofautiana kutokana na maumbile, lakini pia homoni ambazo zinasaidia kutengeneza ya hiyo hedhi na kiungo kile cha uzazi. Kwa hiyo utofauti wa maumbile pamoja na homoni ndio inapelekea utofauti wa mtu aingie siku 3, mwingine aingie siku 5, mwingine aingie siku 7. Lakini maximum au kiwango cha juu kabisa inabidi asizidi siku 7. Amekuwa anapata maumivu makali zaidi. Je, anaweza sinase mimba au mimba kuharibika? Na je, tarehe kubadilika kila mwezi haina tatizo? Labda nianze na swali la pili, tarehe kubadilika kila mwezi. Labda leo anaingia tarehe 3, kesho anaingia tarehe 4, tarehe 6. Hiyo haina shida yoyote ile. Ni mabadiliko ya kawaida katika mwili. Hauwezi kila siku kaingia tarehe 4 tu, tarehe 4. Kunakuwa kuna hayo mabadiliko kupishana tarehe, lakini kikubwa haitakiwi izidi siku 7. Kama uliona uliingia tarehe 3 mwezi uliopita, haitakiwi zipite siku 7. Haitakiwi kuingia tarehe 10. Lakini within ndani ya siku 7 hizi, tarehe utakayoingia hapa ni sahihi na ni mabadiliko ya kawaida. Hapo ikitokea labda sasa umepita tarehe, labda uliingia tarehe 3, labda mwezi ujao tarehe 15. Kuna changamoto gani ambayo inaweza ikamtokea mtu namna? Kitu cha kwanza kabisa, tukipata mgonjwa wa design hiyo au namna hiyo ambayo kapitiliza siku zake, cha kwanza kabisa, kama tunafikiria ipo kwenye umri wa uzazi, umri wa kupata mtoto, kitu cha kwanza ambacho tunafikiria ni mimba. Kwamba huyu mtu haoni siku zake kwa sababu labda tayari ameshapata ujauzito. Kwa hiyo tunafanya kipimo cha kupima, je, ni kweli ana ujauzito? Tukikuta kama hana ujauzito, sababu nyingine sasa ambazo zinaweza kusababisha ni hiyo kutokuwa na uwiano mzuri wa homoni. Ndio inapelekea mtu anachelewa kuingia, anaingia baadaye, na akiingia baadaye anaweza kuingia tena zaidi ya mara 2 kwa mwezi. Lakini swali lake la pili, anauliza maumivu makali kupitiliza yanaweza kumsababisha yeye asipate ujauzito? Hakuna, wala mimba kuharibika. Kupata ujauzito, maumivu makali hayawezi kumsababisha wala hayawezi kusababisha mimba kuharibika. Yeye anasema wakati wa hedhi anapata maumivu makali na huwa anatumia dawa ili kupunguza maumivu. Je, kuna athari yoyote atakayoipata kwa kutumia hizo dawa? Ndiyo, athari zipo. Na athari kubwa ambayo anaweza kuipata, mara nyingi wanapata madonda ya tumbo. Kwa sababu dawa ambazo wengi huwa wanatumia zipo katika jamii ya dawa ambazo ni moja ya kisababishi cha mtu kupata madonda ya tumbo. Kwa watumiaji wa dawa kipindi cha hedhi huwa haishauriwi, kwa sababu wapo katika hiyo hatari ya kuja kupata madonda ya tumbo. Na kuja kufuatilia madonda ya tumbo ambayo yanatokea katika umri mdogo, labda miaka 15 mpaka miaka 19, kuja kufuatilia ni hao watu ambao wanapata maumivu makali, wanaamua kwenda kupunguza kwa kutumia hizi dawa za kuzuia maumivu au za kupunguza maumivu. Mwingine anatumia ibuprofen, mwingine anatumia paracetamol. Ni moja ya dawa ambazo ni kisababishi
cha mtu kupata madonda ya tumbo. Ushauri wangu cha kwanza kabisa kupunguza matumizi ya hizi dawa za P2. Kwa sababu tumeona madhara yake ni hayo ambayo yanapelekea mpaka mzunguko kutokamilika. Lakini pia tunawashauri kutumia njia mbadala za kuzuia mimba. Kwa sababu kuna njia ya kuhesabu. Kuhesabu kalenda. Ukifahamu mzunguko wako, mimba haitungwi kwa mwezi mzima. Mimba inakuwa ina muda wake specific. Kwa kama unataka kupata mtoto, mara nyingi unaepuka zile siku za hatari za kupata mtoto. Kwa sababu wengi wanatumia P2 ni mara nyingi wanataka kuizuia mimba isitungwe. Kwa hiyo njia mbadala ni hiyo ya kuangalia siku zangu za hatari ni hizi hapa. Basi hizi hapa nisikutane na mtu. Nikutane na mtu siku ambazo ni salama, ambapo hakuna uwezekano wa mimba kutungwa siku ambazo ni salama. Sawa, mimi nipende kuchukua nafasi hii kwanza kabisa kuwakaribisha katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Kigoma Maweni, ambapo huwa tunatoa huduma mbalimbali kuanzia ngazi ya chini, lakini huduma za kitabibu za kibingwa. Tuna madaktari bingwa wa magonjwa ya wanawake na uzazi. Kwa kama kuna mtu ana changamoto yoyote ile inayohusiana na mfumo wa uzazi, wakaribia.